Knowledge comes at a cost, ndio ujumbe ambao ulikuwa umeachwa na hawa villains ama hawa demons kwenda kwa hawa watu ambao wapo kwenye hii Fromville. Na huu ujumbe haukuwepo tu ujumbe peke yake, bali ulikuwa umeambatana na mwili wa mwamba wa kuitwa Jim ambaye aliuawa vibaya na Money in Yellow. Ikumbukwe ya kwamba Jim aliweza kufariki dunia baada ya kukatwa shingo na Money in Yellow, na baada ya pale inaonekana ya kwamba hawa demons wakawa wamemfanya msosi na kuja kumtundika hapa ambako watu wengi walikuja kumshuhudia na kumkuta hapa mwili wa Jim, kitu ambacho kikawa kimepelekea maumivu makali sana, hasa kwa Tabitha pamoja na watoto zake wawili Ethan pamoja na Julie. So baada pale ikabidi mwili wake ubebwe na kuweza kupelekwa kanisani kwa ajili ya kuandaliwa kwa ajili ya kwenda kuzikwa pia. Ndio hivyo story ya Jim ikawa imeishia hapo, lakini familia ikawa haitaki kabisa kukubali ya kwamba Jim ameweza kufariki. Tukawa tunaona Ethan akawa analeta vurugu sana kuhusiana na mama yake. Yawezekana mama yake kuna kitu ambacho amekifanya ambacho kimepelekea baba yake kufariki, lakini tukaona Julie pia naye akawa ameshindwa kabisa kukubali na akawa anajaribu kutafuta njia ambayo inawezekana yaweza kumsaidia baba yake kuhusiana na ile story walking ambayo yuko nayo, na anaamini ya kwamba endapo akiweza kufanikiwa kutoka huko ambako alipo na kurudi nyuma kwenye muda, anaweza akamsaidia babake asiweze kupoteza uhai, kitu ambacho alijaribu kukumbuka. Alishaambiwa hata na Ethan pia kwamba yeye ni story walker, lakini licha ya kwamba yeye ni story walker hawezi kubadilisha kitu chochote kile ambacho kinaitwa ukweli. Ukweli utaendelea kubaki pale pale tu ya kwamba mzee ameweza kufariki na amefariki hivyo, so hawezi kufanya kitu chochote, licha ya kwamba bidada Julie anajaribu kutafuta njia ya kuweza kurudisha uhai wa baba yake ambaye amefariki vibaya, na anaamini ya kwamba anaweza akamsaidia kwenye kile kikombe ambacho mzee wake amekutana. Kwa upande wa Sophie ama Money in Yellow, hatujui ana mpango gani kuhusiana na wale watu ambao wako Fromville, lakini inavyoonekana ni kwamba ana mipango mikubwa sana ambayo anahitaji kuifanya kwa ajili ya kuwavuruga hawa watu ambao wapo katika huu mji. Na target yake ya kwanza ilianza na yule mzee ambaye alikuja naye, aliweza kumuua pia usiku ule, na pia akafungua milango na kutoka nje na kwenda kulia pia, kitu ambacho Kenny alishamuonya mara ya kwanza kumwambia kwamba huko nje kuna demons, bila ya kujua ya kwamba kumbe huyo mtu ambaye anamwambia huko nje kuna demons naye pia ni demons. So akatoka nje kwa ajili ya kwenda kutusaidia na kumrudisha ndani pia na kujaribu kumkanya kwa vile ambavyo ameweza kuvifanya, kwamba sio kitu kizuri kabisa, kinaweza kikapelekea uhai wa watu wengi sana humu ndani kuweza kutoka. Kwengineko ni kwa upande wa yule sheriff wa kike ambaye ni adui kubwa sana na Boyd. Leo siku hii leo akaamua kudecide ya kwamba hawezi kukaa humu ndani na kuendelea kufa kizembe wakati anashuhudia. Akaenda kupola ambulance kule kwenye ile kliniki ambayo wanafanyia kazi na kujaribu kutaka kuescape pia humu ndani, na akawa anajikuta anazunguka lakini anarudi pale pale. Yani ni kumaanisha ya kwamba there is no way out ya kuweza kutoka humu ndani. Lakini kwa upande wa Jade naye pia akawa anajaribu kumshawishi Tabitha kuhusiana na kile ambacho wamekiona, na alikuwa anaamini ya kwamba kufa kwa Jim ni kuhusiana na wao kujaribu kudip in na kuchip in kwenye haya mambo ambayo yanaendelea katika huu mji. Wewe unavyoendelea kutafuta ukweli ndivyo madhara yanavyozidi kutokea zaidi. Kwa anaamini ya kwamba kifo cha Jim pamoja na ule ujumbe ambao ulikuwa umeachwa ni vile wao walijaribu kutafuta ukweli ambao unahusiana na vitu ambavyo vinaendelea humu ndani. Kwa hiyo wakawa wanapewa kama onyo hivi, kuambiwa ya kwamba hawatakiwi kuendelea kufanya hivyo kabisa, kwa sababu hatima yao imejengwa katika huu mji ambao watu wengi wanajua kuingia tu na hawajui hatima yao inakuwa vipi kwenye kutoka. Yo, by the way, huu mzigo unaitwa From, episode ya pili season 4 tayari is out right now, so nenda kaicheki, alafu shika kwenye comment hapo niambie umeonaje huu mzigo. Mzigo unazidi kuwa moto kinoma. Tusubiri episode ya 3 itakapotoka, tutakuwa na vingi sana vya kuzungumza kuhusiana na From season 4 episode ya 3. Hii ni ya pili. I'm out. Call me Cliff Davis kwenye mitandao yangu ya kijamii kote kule natumia kama Cliff Davis Mr. Story. Nenda pale TikTok, nenda Instagram, nenda Facebook, nenda YouTube, natumia kama Cliff Davis Mr. Story. Subiri From episode ya 3 Jumapili hapa.